lakini haionyeshi nje, kwa sababu kawaida Mungu alivyotuumba, kuna watu wengine wanachekea tumboni, lakini kuna watu wengine wanachekea usoni. Mnaelewa hilo? Kuna mtu mwingine unaweza kufikiri kwamba hanipendi kabisa, mbona hata hajawahi kunichekea. Uangalie sura yake, ramani yake ya usoni inavyokupa na yale anayokutendea, hiyo nayo ni upendo. Lakini kuna mwingine unaweza akakuchekea, kumbe ni aina yake ya mtu mwenye kucheka tu bila kuchukia, ila huwezi kujua anachofikiri ni nini. Wapo watu wa tofauti aina hizo mbili, wenye tabia zinazofichama ndani na wenye tabia zinazotoka nje. Hiyo nenda uendako utakutana na watu wa namna hiyo, na hata katika mitazamo hiyo, basi hata uelewa wetu huwa unaweza kutofautiana. Sasa lazima tujue hayo ili tupate kuishi bila kuwa na wasiwasi katika maisha yetu. Wayunani waliweka mambo 7 yanayoainisha na kugawanya mambo ya upendo, na hayo ukiangalia kibibilia ndipo nakuta ukamilifu wa Mungu, kwamba Mungu ni mkamilifu kwa sababu haya yote yeye anayo. Mwanadamu hakuna aliye nayo haya yote, yanapungua, ila anaweza kumwomba Mungu yakaja ndani yake. Kuna upendo unaoitwa upendo wa agape. Upendo wa agape ni upendo wa kiroho ambao Mungu pia alitupenda sisi tungali wenye dhambi, hatukumfanyia jambo lolote, lakini akatuita, akamtuma Yesu Kristo ili tuokolewe. Upendo huu ukijaa kwenye familia, tukipendana hata bila kutendeana jambo lolote, tujue kabisa tutaishi maisha ya furaha. Kuna watoto wengine, hata kama mpo hapo mnaweza mkanisikiliza vizuri, usipoleta pipi unapotoka safarini, hata kukimbilia na kukupokea, lakini unatakiwa kuwapenda wazazi wako hata kama hawajakuletea zawadi yoyote. Kuna wababa wengine, usipopika mboga nzuri siku hiyo, hata kama hajaacha matumizi, hata kupenda, hata kuonyesha tabasamu, hata kwambia ninakupenda, mpaka mpikie mboga nzuri, mpikie chakula kizuri. Lakini upendo wa agape ni upendo wa kupendana bila kujali kwamba huyu mtu amenifanyia nini. Ndio maana unaona watu wenye upendo wa namna hiyo, anaweza kapita hata popote akasema jamani mimi nagawa msaada, akagawa tu, au akarusha hela. Sasa sina maana nyingine, wengine wanasema anakuwa na tafsiri nyingine, lakini mwingine akagawa tu bila kujua mtaonana tena. Huyo ana upendo wa namna hiyo. Naweka kama mfano, labda hapa tuseme kuna watu ambao wote wawili wapo katika ibada hii, baba na mama, yaani mume na mke, wapo ambao wapo katika ibada hii. Changamoto inayokuwapo ni kwamba pengine siku hizi ndoa nyingi watu hawaji wote wawili kwenye ibada. Kwa sababu hiyo kuna changamoto nyingi sana. Ambao kuna mume na mke wapo tayari kwenye ibada hii, naomba msimame. Kama upo ambaye mume wako yupo na mke wako yupo, usimame. Sasa ninyi naomba mpewe kipaumbele kabisa. Njoni kwenye viti hivi mkae wawili wawili. Njoni kwenye viti hivi mkae wawili wawili. Na muwe na tabia hiyo, kwa sababu siku hizi ndugu zangu wapendwa, upendo tunaugusi. Chukueni vyombo vyenu mkae, madikoni waelekezeni tunapoendelea na somo. Wakae kwenye viti vizuri kabisa hapa mbele. Wawe wawili wawili, ili tunapojifunza wapate kukaa wawili wawili. Na ninaomba pia kupitia somo hili la leo, wewe unayetusikiliza kwa Radio Baraka na wewe unayetusikiliza sasa hivi hapa mbele, uweze kuchukua nafasi hii kumkumbusha mwenzako baada ya kurudi kwamba tunaambiwa tu tunafika kanisani wawili wawili. Sasa changamoto ni hii, ni nani akae na nani amfuate mwenzake? Mama, mume wako yuko wapi? Ndio hapo baba. Asante sana. Huyu baba ni baba mzuri. Mnaona kapakata nani hapo? Kapakata mtoto. Asante sana. Naona dereva wetu hapo wa gari yetu basi yuko na mke wake hapo. Je, mnajua kanuni ya kukaa na mke wako? Tafadhali, mke wako anatakiwa kukaa kushoto kwako. Hiyo ndio kanuni ya daima. Hata mnapotembea njiani, mke atembee kushoto kwako. Asanteni sana. Okay, tafadhali mmekaa vizuri. Sasa upendo wa agape, ndugu zangu wapendwa, unatakiwa kumpenda, ni upendo unaochanganya pungua baadhi ya vitu. Labda niweke mfano ambao ni muhimu sana kuukumbuka. Pengine tunapoendelea kukua tunabadilika hata maumbile. Upendo huu wa agape ndio hudumu
kufanya ndoa zidumu mpaka uzeeni, kwa sababu hata mtu ajapobadilika kumbile, hata ajapong'oa meno akabaki kama mchwa, utatakiwa kumpenda tu. Wangapi mnafahamu mchwa? Hata ajapozeeka akabaki kama mchwa. Meno, unajua mchwa ana meno mawili tu hivi mbele. Hapo napo kupitia kipengele hicho unatakiwa kumpenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nilishangaa sana, nina kinani fulani hapa kimeota ambacho kinarefuka mwaka kwa mwaka, vile vya uzeeni mnavikumbuka, si ndio? Kuna vitu fulani vinautaga usoni, lakini kimeota hapa kirefu kama kidole. Sasa mke wangu alipoona nina wasiwasi kidogo na kinavyoota hapa mgongoni, sio kinauma, yaani ni kile ni cha maumbile, si ndio? Ni siku moja alipoona na wasiwasi akawa ila hiki na hiyo inatakiwa kufanya. Ukiona mwenzako atakuwa na wasiwasi juu ya kitu fulani nacho, mtoe wasiwasi kwamba hata hivyo atapenda. Kuna wale ndio kama ndio Baraka ndio Tanzania, kipindi cha nyuma, kuna mtu alikuwa na wanamrusha mara kwa mara naimba wimbo wa kusema si vile ulivyo nakupenda tu, si maiku msikia lakini sio vizuri kusemea hapa, lakini alikuwa naimba nyimbo za ovyo ovyo. Lakini yule mtu ukimsikiliza ulikuwa unafikiri anadimba. Ile wimbo ilikuwa na mafundisho sana. Vile alivyo mtu unatakiwa kumpenda kwa upendo huu wa agape. Tuko pamoja mpaka hapo. Upendo wa agape humpenda mtu hata kama manake hata kama mume wako amenuna, unatakiwa kumwangalia na kujua mahitaji yake. Kuna kina mama huwa wanasoma waume zao. Anaweza kusema alivyoingia hivi anapiga mruzi, alikotoka sio salamu. Kwa hiyo anawaambia tu watoto msimsemeshe kwanza. Hebu ngoja, anamuingiza labda chumbani, anamtia moyo nini. Kwa hiyo anakuwa ni mtu wa namna hiyo. Na mwanamke pia, nimewahi kusema siku nyingine kwamba ukikuta mwanamke anaimba pambio mchana ila amenuna, lakini anaimba pambio za kuabudu au tenzi fulani za huzuni, kama upo mume wake, tafadhali mchunguze amekosewa nini, anahuzunika juu ya nini. Pengine hana mahitaji ya siku hiyo na anaona hujali, ndio huimbaga nyimbo za namna hiyo mchana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yote hayo ni lazima tusomane na kuangalia. Sasa kuna mtu mwingine alifanya kituko sana, wakati mke wake akiwa na huzuni na anafikiri namna gani anavyoweza kupata furaha. Yule mwanamke aliwahi kusema neno baya, eti akasema, mimi bwana kama ni hivyo. Unajua wengi wamekunywa sumu wasingekunywa kama wangeangaliwa mapema. Mke wake akasema, naona afadhali hata kufa. Anasema kufa ni vigumu sana. Labda kuna sumu kidogo hapo ndio ninaweza nikakupa. Kama unataka kufa basi utachelewa sana. Unataka kufa? Akasema kwa kweli afadhali kufa kwa maisha haya. Akasema basi ngoja. Akapanda kwenye studio akachukua sumu. Akasema kama kweli unataka kufa unywe ninapoona hapa. Mwanamke yule kwa aibu akanywa, akafikiri utani. Na sumu za ile viuatilifu zina sumu kali sana. Akaanguka hapo. Mwanamume anapanda baiskeli anaenda kupiga taarifa kijijini kwamba mke wangu nimekuta amekunywa sumu. Lakini kumbuka, mtu ana thamani sana. Huwezi ukajua atakufaa vipi siku ya kesho. Usiache mwenzako afe kwa kitu ambacho ungezuia kwamba afe, kwa kumtia moyo. Tupendane wakati wowote. Upendo huu ni upendo ambao unatuonyesha Mungu anavyotupenda bila sababu. Hata wengine hatujatoa chochote kwa Mungu, lakini bado tunaendelea kulindwa na yeye. Tunaingia hata kwenye magari bila kuomba, lakini bado tunafika salama. Na wakati fulani tunakuwa tunalala hata bila kuomba, lakini unakuta asubuhi unaamka. Upendo wa agape ni muhimu sana. Kila mmoja sasa kusudie moyoni mwake, tukitoka kwenye ibada hii, na wewe unayenisikiliza kwa Radio Baraka, uanze kujifunza kuwa na upendo wa agape. Upendo mwingine ni eros. Upendo huu kwa Kigiriki unaonyesha ni upendo unaotokana na mvuto wa kimwili au hisia za kutamani. Mwingine anaweza kufikiri kwamba hisia za kutamani ni mbaya tu. Wangapi wanatamani kwenda mbinguni? Wangapi mnatamani? Kwa hiyo tamaa sio mbaya kwa 100%. Tunaelewana?
tamaa ni mbaya kama umeanza kutamani vibaya na kutekeleza vibaya. Lakini mimi naweza nikatamani, kwa mfano sasa hivi nimetamani kwenda kuonana na ndugu zangu nyumbani. Yaani na kule nikifika nitakupatia, tutaangukiana huko, si ndio? Tutakutana na wale tuliosoma nao shule, hiyo nayo ni tamaa ya kuonana nao, si ndio? Unanielewa? Na hata mtu anayekuwa na mume au mke asipokuwa na upendo wa eros, maana yake hata mkumbuka mwenzake hata kwa message. Hata mtu anayesoma chuoni hata kumbuka wazazi wake hata kwa message. Akipata boom, kwa sababu hatamani kuonana na wazazi wake, hata watumia chochote, maana yake hana upendo wa eros. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo upendo wa kutamani kuwa na mwenzako udumu, na utatamani kuishi maisha yako yote. Unakumbuka hata Yesu anasema nimetamani sana kuila pamoja nanyi Pasaka hii. Tunajua kutamani sio kubaya tu. Kwenye ndoa pia tuwe na tamaa kwa mwenzetu, kutamani kuwa pamoja. Na tutamani kuwa na watoto muda wote. Tutamani kuwa na wazazi muda wote. Upendo huo ni wa muhimu sana. Ukikuta hutamani kuonana na mke wako, au mke wako akisafiri ndipo unafurahi, au mume wako amesafiri ndipo unafurahi, jua umepungua upendo wa eros. Mwombe Mungu, anaweza kukupatia. Kukumbukana safarini, kutamani kukaa pamoja kama familia. Hata Wakristo hutamani kuwa pamoja kama familia mbinguni na Bwana wao huko milele. Kuna upendo mwingine wa tatu Wayunani waliutazama kama filia. Ni upendo wa urafiki wa ndugu, ni uhusiano na uaminifu, na ni heshima ya kuheshimiana kimaadili. Pamoja na hayo, mtu yeyote ambaye mnaishi naye kwenye familia umtazame kama rafiki pia. Usipokuwa, kuna watu wana wake zao au wanaume zao ambao sio hawatazamani kama marafiki. Hivi usipokuwa rafiki wa mke wako au na mume wako, mtaishi maisha ya kufurahiana kweli? Usipokuwa rafiki wa watoto, utaishi nao watakupa siri zao? Sio rahisi. Lazima ujenge urafiki na watoto, pia lazima ujenge urafiki na mke na mume. Kuna urafiki ambao unaitwa stock. Upendo huu ni wa kifamilia zaidi. Yaani automatically kwamba kwa kuwa upo kwenye familia lazima ujikute unaishiriki upendo wa familia hiyo, kwa sababu upo hapo hata kama hupendi. Sasa upendo huo ni msingi wa maadili ya kijamii na kijinsia, yaani mpango wa kumwandaa mwanaume au mwanamke kuwa kama alivyo kutoka kwenye familia. Upendo wa tano ni plagma. Katika mtazamo wa Kiyunani, ni upendo ambao unaonyesha mwenendo wa muda mrefu, ni upendo wa busara wenye msingi wa kujitolea, kuvumiliana na kuelewana. Ni aina ya upendo unaotengwa baada ya muda mrefu, hasa katika ndoa. Kwa mfano, watu walioishi miaka kuanzia 30 na kuendelea wanahesabu gharama ya ndoa yao. Hawezi kutengana kiurahisi, kwa sababu wanahesabu kwanza wamezaa watoto. Ndoa nyingi ambazo ziko hatari kuachana ni zile ambazo zina chini ya watoto 2, 3. Hizo ziko hatarini. Chini ya mtoto, hawana mtoto. Hata mwingine anaweza tu akachukua nguo zake akaondoka, wamepanga, hawajafikia kwenye upendo huu wa plagma. Lakini wale walioishi muda mrefu watahesabu gharama, wanaweza wakakaa, hata kama haitawezekana wataambizana, tusema alo, sasa bwana, hata kama hatupendani basi kaa tulee watoto. Watu wengi tunasikia mwambieni basi akae tulee hata watoto, hata kama ataendelea na mambo yake, lakini tulee watoto. Pendo huu gharama yake ni kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Ila mimi siungani na wale wanaosema hapa nimekalia watoto tu. Hiyo ndoa basi inakuwa ni changamoto sana. Yaani hujakalia mume wako wala mke wako, nasema kinachonili hapa ni watoto tu. Pana tukalie ndoa, si ndio? Watoto ni jambo lingine, kwa sababu tunapooana hatui na watoto. Tuko pamoja mpaka hapo. Yaani tukalie ndoa. Karibu na mwisho, upendo unaoitwa rudus ni upendo wa furaha, kufurahishana au wa kimichezo. Kama tunavyoweza tukakutana tu watu wakachangamkiana kwamba Simba jana ilifanya hivi na hivi. Huo upendo nao unakuwepo, ni muhimu sana. Na ndio maana tunasema hata kwenye familia watu wafanye michezo pamoja, wanaweza wakatengeneza hata kama muziki fulani wakaimba pamoja.
Hata mimi na watoto wangu huwa tunaingia studioni, tunaimba, tunarekodi muziki, tukaimba sebuleni, ni vizuri tu. Si ndio jamani? Inawezekana. Kama una kipaji hicho basi weka hata CD, imba, changamkeni pamoja, au hata kucheza mpira. Wakati fulani jioni huwa naweza nikaanza pale nikakimbia kuja hivi na watoto, tukatoka pale tukaja pale, inatupa furaha ya kuzoeana pia. Sasa mwingine kwa mfano mwanamke anaambiwa sasa bwana tutoke out. Anasema mimi ututoke out, ndio mambo mnajifunza wapi haya? Mwanaume anapenda kwamba waondoke labda waende kula chakula sehemu fulani. Mwanamke anasema yaani mimi utani wa namna hiyo ninajua huu uzee kwa nini naanza. Lakini usipofanya hivyo ipo siku ataenda kula na watu wengine. Usipofanya hivyo ipo siku atatoka na watu wengine. Na pengine mwanamke anataka kuenda na wewe sehemu fulani, hata wewe baba anasema huo ndio uharibifu wa hela. Maana kwenye hospitali tunatumia hela kubwa sana. Eti niwaambie, kuna mtu ambaye anaweza kukwepa kutumia hela ya hospitali. Lakini matibabu mengine yangekwepeka kama watu wangetoka out wakafurahi huko. Tuko pamoja mpaka hapo. Kwa hiyo sikiliza na upate kujua mahitaji ya mwenzako. Pengine ili kuboost upendo ni muhimu kumsikiliza mwenzako anataka nini. Kama tulivyosema kwamba kila mmoja na aina ya alivyozaliwa. Upendo wa mwisho ni katika haya yaliyoorodheshwa ni ule unaoitwa philautia. Upendo huu ni upendo wa mtu na nafsi yake, yaani kujipenda mwenyewe. Usipojipenda mwenyewe ndipo utachafukana, utakuwa hovyo. Sasa kujipenda mwenyewe, Yesu alisema mpende jirani yako kama nafsi yako. Kujipenda mwenyewe, hakuna anayejichukia popote, labda vinginevyo awe haiko vizuri. Hata mimi mwenyewe hapa nina tumvi kidogo, lakini bado napenda hivi. Nina meno makubwa mbele hapa, lakini bado nayapenda hivi. Na sijai kujikosoa. Sasa kama ni sijai kujikosoa, ukikiona kitu chochote kwa mke wako au kwa mume wako, usimkosoe kiwango cha kumkosesha raha. Hata ukiona amepungua sura katika mtazamo uliokuwa unakusudia. Mbona watu wengine sasa hivi hata anaweza kuwasuta wake zao kwamba wewe hujapendeza. Nimetembea sehemu fulani nimeona wanawake weupe. Wanawake na siku hizi anaanza kwenda kujichubua sio makusudi. Kwa sababu anaona mume wake anamsuta ndani. Anaenda kununua nguo za kupanua maungo yake kwa sababu mwanaume anamkandia ndani. Na wanaume wengine wanaingia hata kukopa fedha zisizokuwa za halali sana kwa sababu mke wake anasema hapa ndani hakuna hela. Sasa mwanaume anafikiria okay. Sasa kama ni hivi ili anipende, kumbe ananipenda nikiwa na kitu fulani, anaenda kukopa mkopo. Na mkopo siku hizi hawakatai. Unaelewa kwamba hawakatai kabisa. Unaenda tu, nakuta wanasema unaleta kitambulisho chako wanakupa. Ila mtajuta sana kama hamkujipanga. Kikubwa zaidi katika maisha ni kwamba tujitahidi. Wanaume nafikiri mmeguswa hapo kidogo. Wanaume wengi wanaenda kukopa ili kukidhi haja za wake zao. Lakini tukipendana hatutashurutishana katika mambo. Hata kama hakuna kitu tupendane. Tunachokikataza ni uvivu. Adui yetu ni uvivu, si ndio jamani? Kama mnashughulika na hamjafanikiwa, tupinge tu uvivu, lakini mambo mengine yanawezekana tu kupendana hata bila kuwa na hivyo vitu. Kwa kuwa ni kwenye ibada, sitaki kuendelea zaidi, lakini ninachotaka niseme tutaendelea ibada ya pili. Taanzia hapa tulipoishia, na wewe tusikilize kwa redio Baraka, ungana nasi kwenye ibada ya pili, tutapata mapumziko kidogo, alafu tutaendelea ibada ya pili. Ikiwa umebarikiwa na ungependa kuangalia mwendelezo wa ibada ya pili, basi tuungane pia kwenye ibada ya pili kwa wale mliopo kwenye ibada hii. Ninaomba kwa kusema hivi, niseme tu kwamba Mungu aliwaambia wanadamu, zaeni mkaongezeke sana. Sasa kwa kuwa tuliambiwa tuzaeni tukaongezeke, sasa hivi hata uzazi umekuwa changamoto. Watoto wamegeukia wazazi na wazazi wamegeukia watoto. Tujenge urafiki na watoto wetu. Tujenge urafiki na wazazi wetu. Watoto wasiachiwe mtu mmoja. Msimkatie tamaa mtoto kabla hajakuwa. Anaweza kama mtukutu sana lakini baadaye atawafaa sana. Hao wengine baadaye watukutu wanakuwa na maarifa mengi sana. Kwa kuwa wanakuwa wadadisi. Akibadilika atawafaa sana. Baada ya kusema hayo, ninaomba Mungu awabariki wale mliopo kwenye ndoa na wale mlio wajane. Mungu atie nguvu, msivunjike moyo. Kumbuka Yesu alisema yeye ni mwamuzi wa wajane. Mungu ameandika katika maandiko matakatifu, ametupatia maandiko hayo. Mwamuzi wa wajane na ni baba wa yatima.
Na wale mliopo kwenye ndoa msivunjike moyo. Pengine mwenzako mmojawapo anakuwa hayupo hapa, anakuwa hajasikiliza hiki kipindi. Kafanyike kuwa chachu, kafanyike kuwa mwongozo kwake. Kaseme hivi, mchungaji ametuambia tupendane kwa 7% za upendo. Tukiwa na upendo huo utatusaidia. Na Mungu awajalie tuendelee na ibada yetu. Amen.